Ni maneno ya mbunge Beatrice Elachi. Yes. Okay. Akisema kwamba wa Burundi hawalipi tax na wameanza kuchukua kazi nyingi za mijengo. Yes. Tutawafanyia maandamano ambayo hawajawahi kuona. You can't come to Kenya and take jobs at 400 a day when Kenyans are paid 700 and above. Hizi ndo xenophobia tena hii ama? Tukiacha kuwa emotional, ni kazi gani ambayo Mburundi amenyang'anya Mkenya? Hakuna kazi yote Mburundi amenyang'anya Mkenya. Ukitaka kujua ukweli ni wewe, nitajie Mburundi unayemfahamu ambaye anafanya kazi kwa ofisi yoyote tu hapa Kenya. Nitajie Mburundi ambaye umekuta ofisini hapa Kenya. Na kama unataka tena kuconfirm kwamba hakuna Mburundi amenyang'anya kazi yoyote Mkenya, nitajie Mkenya ambaye unamfahamu anayetembeza kahawa na mandazi either Nairobi, Mombasa au sehemu yoyote tu. Nitajie, na ikiwezekana umtaga hapa. Hakuna Mkenya anayetembeza kahawa, hakuna Mburundi anayefanya kazi ofisini. Alright, hebu tuende kwa hao wa mjengo. Unakuja unasema kwamba Mburundi analipwa 400 sehemu ambayo angefaa Mkenya kulipwa 700. That's very good. Ni point nzuri sana ya kuongelelea. In a refugee camp in Kakuma, a qualified Kenyan nurse, ule mnasi mwenye amequalify Mkenya, analipwa between 20 to 30k. Ule qualified refugee kuwa nurse analipwa 8,000. Analipwa 8,000, ikizidi sana 10,000. Niambie, na hapo si mjengo. Nimechukulia kama vile amesema mambo na wages, mambo na bei. A qualified refugee teacher, mwalimu analipwa between 6,000 to 8,000. Huyo ni mwalimu wa refugee. Na Mkenya mwenye anafunza kwa refugee camp analipwa between hiyo 15k kwenda ma 25k. Unanielewa vizuri? Utasema kwamba Mburundi halipi tax ama refugee halipi tax, si ndio utasema? Hivyo si ndio utasema? So hauwezi kuja kusema sijui refugee nani Mburundi halipi tax, sijui nini halipi tax. Watu ni wengi ambao wanalipwa low, halafu hawaongelelewi. Mburundi kuja kumsema kwamba analipwa 4 so na Mkenya alifaa kulipwa 700. Hiyo si sababu ya kuja kumfanyia demonstration, kumfanyia mgomo, sijui nini eti sijui afukuzwe, sijui afanye nini. Tafadhali wa Kenya bwana. Wa Burundi hawana shida na nyinyi, achana na wa Burundi. Ni watu wapenda kazi. Watu wapenda kazi sana. Ukisikia Mburundi sijui ameiba sehemu, amefanya nini, yani ni kitu ngumu sana kusikia ati Mburundi sijui mkora fulani sehemu fulani. Ni ngumu, ni watu wapenda kazi sana. Na hiyo kusema kwamba ati kulipwa, kutaka ati walipwe the same, sioni kama hiyo itawahi kuwa. Sioni kama itawahi kuwa. Ukitaka kujua kwa nini haitawahi kuwa, enda uliza yule mwenye amesema kwamba wanalipwa pesa ndogo, akasema kwamba ataenda kushut down any site yenye watapata imehaya wa Burundi, eti wataisha down. Na ukumbuke kuna kuanga na Wakenya ndani. Akishut down unajua kuna familia za Wakenya zinaathirika. Wende uangalie vizuri. Hakuna Mkenya amewahi kamatwa ikisemekana kwamba amelipa hela ndogo. Amelipa wafanyakazi wa Burundi, ameajili wa Burundi akawalipa hela ndogo, so anakamatwa, anafaa alipe pesa fulani. Na uwezi wekelea sheria tajiri. Uwezi mwekelea sheria tajiri. Sheria ya kwamba sijui ajili fulani, hapana. Tafadhali wa Kenya. Hii si first time. Na si mara ya pili, na si mara ya tatu. Hii imekuwa ikihappen mara nyingi sana. Na waombeni au wanasiasa wasitugawanye. Unajua mwanasiasa anajua wiki point ya mwananchi. Anajua wiki point, anajua nikiongelelea hii
watakurupuka, watafanya hivi na hivi na hivi na hivi, watanifuata, watanisikiza. So tafadhalini tukue makini na wanasiasa. Election itakuja na itapita na maisha itaendelea. Na yule mwenye wewe unaona kwamba utamvote na atakusaidia kwa maisha, utamvote, utampea hiyo kura, lakini ujue hata kuja kukulisha. Hata baada hiyo election ukishamchagua, hata kuja kukupea mshahara ya kwamba wewe ulinivotea, ulinipea kura, nafaa nikuwe na kulipa kila mwezi kwa sababu ulinipea kura. Hakuna mwanasiasa atafanya hivyo. Wewe ukisha vote ujue umemaliza, umemweka kwenye kiti, yeye amekalia, anakula vizuri, anaenjoy na familia yake na watu wake na wanasiasa wenzake, lakini wewe bado utaendelea kuteseka pale pale tu. Utaendelea kuteseka. Mimi kitu tulikubaliana wa Kenya ni ngoja ile siku ya line, ukikutana na huyo Mburundi kwa line, weka mawe. Mimi nishawaambia weka mawe. Hiyo tulishakubaliana na hiyo ilisha. Lakini pia kusema mambo ya ID, twende kwa upande wa ID. Upande wa ID, jameni wa Kenya, kama si ubaguzi ama kama kuna kitu fulani hapo katikati. Kuna siasa, kuna mchezo hapo katikati. Unauliza ati wa Burundi wanatoa wapi ID? Ushawahi uliza Msomali anatoa wapi ID? Ushawahi uliza Msomali anatoa wapi ID? Umewahi uliza Mhindi anatoa wapi ID? Umewahi uliza Muganda anatoa wapi ID? Umewahi uliza Mrwandese anatoa wapi ID? Huyo Mkongo, huyo Mtanzania, umewahi muuliza anatoa wapi ID? Jameni, unajua kitu nimekuja kugundua hizi masiku ni kwamba watu wameona wakiongelelea wa Burundi watapata trend. Jameni, tusitumie jina wa Burundi vibaya. Tusitumie wa Burundi vibaya. Sisi wote ni wa Afrika bwana. Tupendane jameni. Tusitumiane vibaya. Watu washaona kwamba wakitumia jina Burundian wanapata hit. Tafadhali na waomba tuheshimiane. Tuheshimiane kwa sababu yule unayemdharau leo kesho anaweza akawa juu. Mimi nakumbuka it was late 2015, kitu kama 2013, 2012, 13, 14. Kampala ilikuwa better than Nairobi. Kwa wale ambao wanakumbuka, Kampala ilikuwa better than Nairobi. Lakini kwa sai, enda angalia Kampala venye iko kama kijiji. Lakini angalia Nairobi, imesonga kusonga. Kwa hiyo usidharau mtu usiyejua kesho yake. Najua wa Burundi kuna ile mnaona like inchi haijiwezi nini, alafu kuna hiyo kama dharau fulani, but usimdharau mtu ambaye haujui kesho yake itakuaje. Wa Kenya na waelewa, nyinyi ni watu waelewa sana na mumekuwa watu waangwana sana kwa Burundi na muendelee kwa hivyo, lakini hii siasa hii isikuje kutu divide bwana. Isikuje kufanya sijui tuonane wabaya nini, wale walitunyang'anya kazi sijui wale. Hapana. Mimi nakwambia ukweli. Yule Mkenya ambaye amehaya Mburundi wa Foso ndio bado anaendelea kuhaya yule Mkenya wa 700. Nakwambia ukweli. Yule Mkenya ambaye amehaya soja wa 7,000 8,000 ndio bado amehaya Mkenya wa 15k. Hauwezi kuhaya wa Burundi peke yake. Hauwezi kufanya hivyo. Na kama anafanya hivyo, huyo anafaa kunini kisheria huyo naye. Huyo anakuwa mezidi. Hizo manini za masoja, hizo mashirika hizo lazima ziko na Wakenya ndani. Na wanafanya hivyo kama kutaka kufanya nini? Kukula. Wanataka, unajua sasa akishalipa huyo Mburundi hiyo pesa kidogo hiyo ingine naye anajiwekelea kwa mfuko. Unaona? So tafadhali tufanye vitu kiungwana. Kama ni ID wa Somalia wako nazo, wa Rwandese wako nazo, wa Uganda, wa Tanzania wako nazo, lakini kusema wa Burundi wanatoa wapi? Hapana, hiyo nayo ni kuonea watu fulani. Hiyo itaonekana kama xenophobia, yani ubaguzi fulani. Lakini pia naweza nikasema mko right kulinda nchi yenu, na sisi tunapenda Kenya na ndio maana tungependa kila kitu kiendelee sawa. Hatutaki fujo yoyote hapa Kenya. Yani tunapenda Kenya, yani ni nchi nzuri sana. Na nikisema ni nchi nzuri namaanisha wananchi ni wazuri wa Kenya. Wa Kenya ni watu wangwana sana. Ila siasa, siku zote siasa haijawahi kuwa nzuri, siasa nawaambia ukweli.